Nampigia simu mume wangu apokee. Hapana, ungemjaribu tena. Hata hii pia apokee. Basi kitu ambacho mimi nakiona labda yuko busy sana na kazi. Hebu mjaribu tena. Leo kuna shida gani? Apokee simu zote. Basi mdogo wangu, sina shida, usimfikirie vibaya. Mumeo, kwa sababu mimi najua mbona ni mtu ambaye anakupenda sana. Mbona mimi nikiangalia mnapendana sana. Labda ni ubize tu wa kazi. Lakini dada, hii ni mara ya pili. Sio kwa nini ananifanyia hivi. Karibu shemeji. Asante shemeji yangu. Habari za kazi? Nzuri shemeji. Samahani shemeji. Nipo hapa nimepata malalamiko kutoka kwa mke wako kwamba anakupigia simu lakini hupokei, na si mara moja, takriban kama ni mara 2 hivi hupokei simu yako. Labda nitaka kufahamu shida nini? Basi kwa sababu mke wangu yuko hapa aseme, mimi sioni kama kuna shida kiasi hicho kuhusiana na masuala ya simu. Ni mke wangu. Yaani unauliza kweli? Ninakupigia simu upokee. Kila nikikupigia simu upokee. Na ninapiga namba zako zote 3 upokee. Na sio mara moja, sio mara 2, upokee simu. Alafu leo unauliza kuna shida. Mimi hamna shida, ningemuita dada yangu hapa kumueleza. Shida ipo. Ndio maana nimemuita dada yangu hapa. Kwamba naye akukaa, mimi nimechoka. Kwa mara ya kwanza aliponipigia nilikuwa na ubize wa kazi, sikuweza kupokea. Lakini mara ya pili mazingira, simu niliweka chaji huko naendelea na shughuli zangu kama unavyojua mazingira yangu ya kazini. Sikudhani hapo kama kuna tatizo kwa kiwango hicho kiasi cha wewe kuacha shughuli zako hadi kuja nyumbani, japo natambua kwamba ni ndugu yako na umemsikiliza, basi nimsikie labda zaidi hapo, sababu ilikuwa ni mazingira ya kazi tu mazingira kama haya. Dada sikiliza, huyu kila nikimpigia simu hapokei. Akija nyumbani anajieleza, anajitetea. Nikimpigia hapokei. Kwa mimi huwa nadhani kwamba kule anakuaga na mchepuko. Wakati napiga simu anakuaga na mchepuko. Kwa hiyo anahofia kwamba akipokea ile simu atajua labda ni mke wake, unaona? Kwa hiyo ndio maana hapokei. Lakini akifika nyumbani anajitetea sana, sio mara moja. Kwa hiyo nimechoka, ndio maana nimekuita. Hapana mdogo wangu. Swala la kutokupokea simu ni kawaida sana, kwa sababu hii ni simu na sio anytime mtu atakuwa na simu mkononi. Kwa hiyo unakuta kuna muda mwingine mtu anakuwa busy sana, basi anakuwa na umbali kidogo kwa simu, na kwa muda huo unakuwa umemtafuta, lakini sidhani kama kutakuwa kuna baya. Dada usimtetee, huyu ndio tabia yake. Sio mara ya kwanza. Amezoea, ndio tabia yake. Tumeishi na ndugu yako miaka yote hii na anafahamu mbele ambavyo nimekuwa mwaminifu kwake. Lakini sasa kwa nini iweje mimi ni msaliti? Kama alivyosema mke wangu wa ndoa na tumeishi miaka yote hii. Mimi niseme tu mahali ambapo wanadhani nimekosea, basi nimsamehe, lakini anisamehe mimi. Lakini kwa kusema kwamba eti nina mchepuko, haiwezekani. Haiwezekani shemeji yangu. Hapana mdogo wangu, lakini kwa hili mimi nafikiri ndio leo nimeshiriki katika tatizo lenu. Ndio. Hivyo basi mimi nachokuomba, naomba kwa hili leo liache lipite, umsamehe. Basi tuangalie maisha mengine yatakayokuja kulingana na zile sababu ambazo wamezitoa. Ni kweli, kwa sababu hiko ni chombo na ni simu mtu, na kule ni ofisini. Kwa hiyo so muda wote mtu anytime simu anaweza akaona. Kwa maelezo yako mimi nafikiri ungemsamehe, kwa sababu hiki kitu cha simu hata wewe kinaweza kikakukuta. Kwa hiyo nimsamehe tu.
Sawa mume wangu, nimekusamehe. Usirudie tena. Siku nyingine nikimwita dada hapa, kama umerudia tena tutaenda hata kwa mjumbe. Maki nimechoka. Au tutaenda kwa mshenga alofunga ndoa tusuluhishwe.